Huyu naye ambaye ako na uso mweusi na socks nyeusi, yeye anaitwa Hampshire Down. Hampshire Down huyu ni dual purpose. Utampata ni mzuri sana kwa manyoya na kwa nyama pia. Kama kwa watu ambao wangehitaji nyama ya kukula kwa kondoo, this is the breed to go. Hii ndio breed ambayo ni best kwa nyama. Initially it used to be called the Moro lamb because it was bred in Moro. Okay. By the white settlers, and after wale kuenda wakulima walijipata ya kwamba wamechanganyisha kwa naita breeding, na ndio sasa serikali nayo ikaigilia kati ikakuja ku preserve the gene sababu ilikuwa inaenda extinct. Kwa hiyo hizo ndio breed tatu zenye tuko nazo kule kwetu shambani. Ni mzuri niseme tuko Moro in Kuresoi North, Nakuru County. Kama venye nimesema ni State Department ya Livestock, kwa hivyo ni under Ministry of Agriculture, Livestock Development. State Department of Livestock. Sasa kazi yetu ni kubreed the three breeds na kupreserve the gene pool. Umeuliza swali hapo, nimekuelewa vizuri sana. Umesema kazi yenu kuu ni kubreed na kupreserve the gene pool. Sasa nakurudisha hapo kwa breeding. Huwa breeding inafanyika kivipi ili ku maintain? Good. What we do so that we have such a breed, we have to keep on changing the male. A breed to avoid kitu ambayo inaitwa inbreeding. Sababu ya kwamba pata mama amesaviwa na mtoto wake. What will happen, mtoto atakomaa lakini body score anaenda chini. Unapata ile kitu tunaita genetic retrogression. So to avoid that, ninakuwa mlegevu na tena mnyonge. Hawa ukiwaangalia sasa hawa wako na miaka miwili. Just 2 years. 2 years. Sasa ndio tufikiwe kiwango hapo. Inamaanisha lazima kuwe uko very serious with the breed, feeding and the general maintenance ya mnyama. Sawa. Kwa hivyo kwa breeding kama venye umeuliza, sisi huwa tunabadilisha kiume kila mwaka. Kama sasa hawa wakitoka hapa tukienda shambani by December wanatolewa. Tunauzia wakulima zikiwa breeding material. Sababu tena ikipita miaka 3 sio mzuri kuuzia mkulima, sababu span yenye atakaa naye ni kidogo. Tukitaka mkulima tunauzia kuanzia mwaka 1 miaka 2, ingawa akae naye miaka kama 3 4 5, au naye anabadilisha anapata mkulima mwingine. Hapo kwa ambapo umesema unauza ama mnauza wa kiume ndio avoid ile inbreeding. Huwa nyinyi amfanye mambo ambayo yanaitwa artificial insemination kwa sheep? Kwa kondoo sahi kuongea ukweli keje hii tuko hiyo haijafika. What is now currently available in the ministry ni artificial insemination for the goats and specifically for the alpine. Kwa kondoo bado hatujafika hapo. Na kule ambapo tungependa kujua ambayo feeding ambayo kuna wale wakulima ambao wanatoka sehemu mbalimbali wangependa kujua hawa kondoo hizi types 3 zote zinakuwa ama zinalewa area gani? Kwa vile tumeona hawa ni wanyama ambao wako na manyoya level kubwa. Kwa hivyo akikaa mahali kuna joto atapata kitu inaitwa heat stress. Na ndio unaona sasa hii ni kama wana shake wametoka malishoni wakakunywa maji, sasa jua nayo ikiwaguza inakuwa stress kwao. Kwa hivyo kwa mkulima ambaye ametoka area yote ambayo tunasema ni T-zone, mahali majani chai inakuwa the animals are fit for that condition. Sababu hawana shida na mvua, hawana shida na maji, bora tu proper housing. Kumaanisha Kisii hawa sheep wanaweza wakakuwa hivyo endelea. Kisii especially the tea growing zones. Hiyo ni tick. Na vile tungependa kujua huwa wanalishwa kivipi, wanakula chakula gani? Kama vile nimesema hawa wako kwa shamba ya serikali. Ile mambo iko ni kweli ni ya kwamba they dwell on the natural grazing. Huwa kule shambani tumewekea kuna paddocks ambao kumemea nyasi ya ambayo ni Kikuyu grass. Hiyo wanatembea huko wakigraze day out. But now to maximize on the weight, tunazo concentrates ambazo tunatumia kulisha hawa. Ya kwanza kuna maize germ, kuna oatmeal,
oats tunatoa tu kwa ile oats yake. Unaona ile oats tunalisha ya watoto ile. Hiyo sasa wakati imesiagwa. Niseme kitu moja kuhusu oats. It is very rich in crude protein and crude fiber. Yes. Ndio hawa wanyama wafike kiwango hii. Tunataka wa develop in terms of body mass Yes. and the muscles. So ile kitu ya muhimu ni kwamba wakulima wajue kama atakuwa analishwa kule nje ama atalishwa kwa boma akiwa zero grazing. Ni mzuri asipewe majani ambayo iko fresh cut. Umeenda kwa shamba umekata nyasi umekuja kuwawekea. Hiyo chenye utaweka kinyesi mingi sana kwa boma. It's because iko maji maji. Unahitaji kuwe ikiwa at least imewither or in form of hay, dry hay. Hiyo sasa tunakule kwa shamba utapata tuko na straws za barley, straws za oats, straws za ngano na nyasi ambayo tunaita boma root. Sasa hiyo ndio tunatumia kulishia hawa. Kwa concentrate kama vile nimesema tunatumia maize germ na oats. Oats tunajipadia sisi wenyewe. So baada ya kupanda tuna harvest. Ukiharvest kama imekauka, straws tunafuga in form of bales. Naye mbegu tunaziweka kwa magunia ready for milling. Sasa tu kwa kisiagi ile tu ya unga ya kawaida. Unasiaga oats, unapata ile meal. Na ni mzuri niwaambia kwamba mkulima wakati ako na hiyo oats ako na advantage. Kwa kuwa ile oats inatengeneza uji ambayo watu wanaweza kupiga. Na ni uji huwa iko sweet sana. Very sweet. Kwa sababu hapo ukiipanda umepata chakula ya mbuzi, ya kondoo na vile vile utapata chakula yako binafsi. Sasa tunaongea mambo ya food security. So unaenda tu una score all out. You provide food to yourself and to the animals. Those are the basics of the feeding. Wakulima wengi huwa wanahofia kufuga hawa kondoo kwa sababu huwa ya haya manyoya, wanasema labda wanaweza wakaukana na wale wadudu na hizo. Labda unaweza kutuelimisha kwamba ni kweli ama si kweli? Nitasema si kweli. Ndio wadudu wakue, itakuwa ya kwamba either bomba yako iko na uchafu. Kwa hivyo wakati tumesema mambo ya housing, you must maintain your house clean to avoid all this. Again, we do what we call the spraying. Na kwa vile haya manyoya ikiwa kubwa, unangoja tu wakati unanyoa, alafu anaingia kwa deep. Normally huwa tumeifanya mara 2 kwa mwaka. Na kawaida hatupati ikiwa na shida. Tena kuna madawa ambayo tunatumia, there's a chemical, a drug that called ivermectin, 1%. Wakati tunatumia ivermectin, hiyo both ina act on the internal worms and the external. Sasa mambo ya fleas, cages and all those things you are done. But critically, housing is crucial. Housing is crucial. Kwa sehemu ya kuna wengine ambao wanaojiuliza huwa kondoo huwa kuna wakati wanaoshwa labda kuzuia hatuwaoshi hata mpaka ile siku ya kutonyolewa manyoya. Labda wanakaa miezi mingapi hivi ndio wanafikia kiwango ya kunyolewa haya manyoya? Kawaida nimesema tunanyoa mara 2 kwa mwaka. Kwa hivyo miezi 6 tunanyoa. Ingine naye tunanyoa. Na pia hii ni bei, ina pesa. Manyoya iko na pesa. Isipokuwa ni venye mambo inabadilika nchi hii. Kitambo ungejua kwamba in 2019 we were selling a kilo of fleas at 240 per kilo. Right now iko chini imerudi 70, 50-70 there. Yes. But still on economies of scale. If you are able to do about 5 tons of that wool and then you sell it at 50 shillings, you still make some money. Hawa kondoo kwa ufugaji wao kuanzia siku ya kwanza tuseme amezaliwa leo huyu kondoo anakaa miaka mingapi akafikia kile kiwango ambacho ni amefikia wa kutumiwa haya manyoya? Tunasema ni miezi 6. Amezaliwa leo. After 6 months anaanza kunyolewa. Sasa ndio ikifika ananyolewa mara 2 kwa mwaka. Ndio. Labda kwa faida ya mtazamaji wetu angependa kujua umuhimu wa kufuga hawa kondoo ni upi? Umuhimu wa kufuga kondoo ya kwanza is a very good source of protein. Na kama vile tu watu tunataka nyama sana. Ile nyama ambaye uko sure it is very rich in protein is wacha mambo ya ng'ombe, mbuzi, hata kujua ama samaki
ndio bora mko Nairobi International Trade Fair aigana tu mmanyo kwa na mahali timondi tuli alama shigo tu tumeteyo kwa nyora ubuli ya kusema naye hata nikiwa kwa ofisi ndio na TBC za bana ndio na tutaka ama leo tutakuwa kama wake kwenye kwa kuanzia ya Facebook na Facebook watu wake hivi tukiangalia na tukija kuona end products Facebook watu wake hivi tukiangalia na tukija kuona end products. Sawa. Asanteni, kama venye nilisema kwa majina ni Mwangi. Lakini saa hii nimekuwa mimi kwa ASK niko judge wa kujaji manyoya. Kwa hiyo nitawaelekeza vini venye tunaangalia nini kwa hiyo manyoya na mwisho inakuwa ya kufanya kazi gani. Sasa hapa tumeanzia ni manyoya class ambayo inaitwa ya Corriedale Males. Kwa dume tuna expect ya kwamba lazima ikuwe mingi in terms of volume. Volume inakuwa na mingi. Volume. Na ni kubwa kama hii ni moja. Hii ni moja. Na wakati tumesema mambo ya Corriedale tunasema kuna hizi, wacha tuongee tu lugha ile itaeleweka, hizi turaini close to one another, they are called the staples. Kuna hizi lines ambazo anaeleza ni hizi, yani inakaa ni kama imejikoi kwa sana. Yes. Zinaitwa staples. Na kwa pengine kwa hii inaweza unaona iko clear kidogo. Staples. This is what we check on. Yes. Na wakati tunaangalia tunafanya judging inafaa at least tunapima tu na hiyo kidole moja. Ikipita huko sasa inakuwa ni overgrown. Kumaanisha unapima hivi. Yes. Ikipita hiyo tunasema sasa ikipita huko either ni overgrown kwa hiyo imekaa muda sana. Sawa. So wakati tunafanya hii judging kumaanisha ikiacho inaendelea tu kugrow. Itaendelea kugrow. Kumbe ni akikaa miaka 3 bila kunyolewa inaendelea tu kugrow. Ni kama vinye tu kucha. Sasa inasumbuka. Sasa atakuwa naweka mnyama kwa stress. Sasa joto imekuwa mingi. Sasa atakuwa na stress kukinyesha. Kwa hivyo kama hapa vinye unaona hapa waliweza kuscore na 1 mpaka 4 zote. Depending na quality, usafi, wingi na kara. And then through to the type. Tukitoka hapo tunakuja kwa watoto. Kwa hiyo tumesema Corriedale watoto. Hawa tu watoto wa Corriedale wale ambao hawajakaa sana. Hawajakaa sana. Utaangalia the same staples. Sawa, lakini ni kadogo. It is still forming. Unaona the consistency of the wool. Sio kama ile ya wamama ambao wamekoma. Sawa? Pia hawa ni watoto pia wa Corriedale. Haya, utarealize ya kwamba tukiingia sasa kwa Corriedale ambao ni mama ni sawa, zote pia staples ni the same. Lakini pia depending with the size, kama venye mmeona wale wanyama wako wakubwa you expect pia yao inakuwa mingi. Hii sasa ni Corriedale na kwa Corriedale tunasema it is the second from Merino. Kwa hivyo sababu kwa hii competition hakukuwa na Merino. That is why Corriedale ilichukua the champion. Kumaanisha Merino iko na wool mingi. Iko sio mingi vile lakini in terms of quality. The quality of the wool ya Merino na kuanga number 1. Followed by Corriedale, then by the Romney. Sawa. So tuende kwa Romney. Na Romney tutaanza hapa. Pia hii tuone sasa hiyo Romney Yes. Hapa hii ndio inatumika sana na hawa watu ambao wana, lakini ukiangalia imechotwa hii imechotwa ni ya mmoja lakini imechotwa. Kwa sababu nataka sasa hapa uone tofauti ya zile lines ulikuwa unasema. Hizo gapi ni pana. Hii iko mbalimbali. Si karibu kama ile liko pamoja. Hiyo sasa inasema huyo ni Romney. Na ukiguza hiyo unapata kuna hiyo kitu tunasema mafuta. Hata inabaki kwa mkono. Yes, what we call now the lanolin. Sawa? So kwa hii yote ilikuwa ya kidume. Tunakuja kwa kike. Pia kama vinye tumewaonyesha wanyama pale inalingana ya kwamba ni mnyama gani. Wale pia now they are also huge. So you expect pia hiyo iko mingi. Ukitoka hapo tunakuja kwa watoto. Like I said ya watoto ndio sasa inaendelea kujiform. Utapata the consistency sio mzuri.
na hawa walimenyolewa wakiwa less than 1 year, so they are 6 months. Kumaanisha hata wamejaribu sana kwa sababu ni wadogo sana. Wamejaribu. Sababu walikuwa kuna wakati wa competition kuna hii class sasa ya watoto. Manyoya ya Romney lakini ni watoto. Kama venye nimesema watu wakilima hawa wanyama isipokuwa ni soko sahihi iko na shida. Kitabo mkulima hana hasara. Sababu utalisha watu wanakuja, unawapeana kazi, unanyolewa, unapimiwa na kilo, unapata pesa, unaendelea kununulia mnyama chumvi. Haya, kwa nini tunyoe? Tusiponyoa huyu mnyama atakuwa na stress ya weight, just in case wako malishoni kule kumenyesha. Najua atabeba ile maji yote. Ni kweli. Na inamchosha sasa kwa sababu inakuwa heavy. Wakati wa jua tena, wakati joto iko juu, kutakuwa na heat stress. Kwa hivyo ni muhimu sana kukaa tukinyoa mara 2 kwa mwaka. Na tumesema haina waste, you still get some money from it. Yes. Baada ya hii tumenyoa. Sasa kuna watu ambao wako kwa industry hii ambaye nao kwa industry wana deal na mambo ya kutengeneza the yarns. Yarns ni ya kwamba hii manyoya inachukuliwa, nenda pale, kuna kichana inachanuliwa. Baada ya kuchanuliwa inakuwa kama yenye iko pale kwa hika mashini ya kwanza. Kabla tufike pale kwa machines, ningependa hiyo tuipeleke katika sehemu nyingine ambayo utaenda kutuelezea. Kuna wale wakulima ambao wanaofia kufuga kwa sababu hawana wale watu wa kusaidia kunyoa. Labda muna offer hizo services, mtu anaweza kuwapigia mfunze vile ambavyo ataenda kumnyoa. Ni sawa. Kunao tunaweza wa connect wenye watu wakitaka kuwanyolea. Lakini pia tumeingia kwa enzi ya mechanization. Currently we have an electric shearer kama ile tu kinyozi ya binadamu. Sasa kuna ya kunyoa kondoo. Kwa hiyo haina stress. Maanisha si stress. Hata akiwa mkubwa vipi utaweza bora tu unaukalisha chini unanyoa basi. Na vile ni kurudisha nyuma kidogo. Tungependa kujua wale kondoo at least weight yao inakuanga kiwango kipi? Kawaida chenye tumeona kule kwa shamba akifika mwaka moja life weight inakuwa from 50 to 70 kg depending with the breed and the body formation of the animal. Kama tuseme hiyo tumekuonyesha kichwa mweusi na socks, kwa hiyo within a year he can go to approximately even 90 kg. Pia kuna kondoo anakuwa mkubwa zaidi ya ng'ombe. Kuliko ng'ombe. That is types of life weight. Na kama vile nilisema initially ni watu walikuwa wanasoma, kuna hii kitabu ilikuwa inasema GHC ya class 7 na class 8 sheep farming in Moro. Na hiyo wanaongea mambo ya mnyama alikuwa anaitwa Moro ram. Ndio hiyo sasa Hampshire Down. It is the best in terms of meat quality. Kwa nini? Haweki mafuta kwa muscles as opposed to other breeds yenye unaweza pata, tuseme kama sitaki niseme doba, lakini ni mzuri ni kuelezea kwamba ukichinja doba na mwingine achije Hampshire, hasi tuone tunataka nyama choma, mwenye ako kwa doba atakosa nyama ya kuchoma. Kwa nini? Mafuta. Imejaa mafuta. Kwa Hampshire hiyo ni tiki. So kwa Hampshire hiyo ni kuweka tu mwili, mafuta kuchoma na kukula. Basi ningependa ushikilie papo hapo, tuende mapumzikoni. Tutakaporudi katika sehemu nyingine, utatupeleka pale ambapo wanatengeneza hizi uzi na utuambie final product ni zipi na umuhimu wake. Sawa. Igoba no omwachwa omuliro lweta seni gaito kya Ndizi TV nigo togante gusanga oboremi bwoko tuga chingondi chioko ruswa amarionya esinge chiokorosie bitamba chisueta ni chigusine bitobinde binge igoba no nigo togende gukwana na gusanga mangi buna kwarigereiri ayigani ganyari ko bagago totebia ngana marionya aye omwana, yani hawa ulisema ni ya wale watoto sasa wa kike. Igoba no kuna marionya yali igaba no kwa yakoba korra obona bwo obujya bwo tuga bose bwo korenda chingondi igo chingondi to bose tanga ngondi chibwati kende chira chigokonya yaya chingondi nigo chibwato buya na kieko gara intuna egetaseni kya Ndizi TV twakire gaiga asomocho Nairobi International Trade Fair yagere twakire gusanga amange amaya buna yaiga astutaya nyore asero baritoria gusi na kieko gara to gotebia nga oboremi nobonda nigo bogochera gwetera ekerora nyako bagokora oboremi
buno boiga igoto bwatia se mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital asema YouTube Ndizi TV News na bo tomera SMS gotera sena mbiyo era screen ya gabu ende tnya ko gusanga asobwamo na kitogo gya kwera butambi dogo tebyanga Ndizi TV na buo obwansubo mugusi na Camel Park the pride of Kisii. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Omwana bwembe bakatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana Chingekero ky'omugusi. Nyangweso ni ngenda tingokola. Nakoire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya kitinge tuabeta wanjireyo nanjire Kera rituko lya Alamisi enseye monenusu ya Marogoba. Ekingekero ky'omugusi tukuna gukwanira entekenene n'okuinyurania igwa azitayo nobori ore na mukaye oranyora mangana amanzu bunaya oika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe batwale kisemi kinyinge lakini mbabwati insoni bunatokuna gukwererega obunobukano obungu agatumekire engagi nyangi cyareko jajiye baba jajiye timoni jo magazine beni na igule beni Marogoba maokoro nsara maya patina bagubuleba engenkende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'cyumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiegochigocha kira rituko lya Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberiyo yokwera N'umwiroroye rituko rya Ijuma chinsa isano nemo mugaso nasiko gichana Womukunguzyo mazyo myaka yako manya barubero semo mwana Wokunguzyo mazyo myaka yako manya barubero omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye Basi mpenzi mtazamaji, ni katika omwancho umurigereria nase amaorekereria yuboremi igaiga asomo che Nairobi ngosabo kwa birake ni gona chinanya kwa ngo sangaro yete tukaika asomo che Nairobi na rwabira muri kasirikali okanike ngabaremi amochiko nyorobo semia na limura rosindagira na limura lemechindagira mugondo na limura tuge tugo na Camel Park enyore enyama yokubayekera Camel Park enyore ndagira yokubaroseria igobono yogotete chindagira chindagira chigo cyokabya chindagira chiri chingiya chindagira chitari gukoruma nonyenenda chinyore gali ase Camel Park the pride of Kisii igobono no tugusangano yo mitoga iga akorku mwangi uyogo chigatotebia amangi igoro yobole myogo iga wechingondi sia agotwa amarionya mwangi. Karibu sana, nimeona umeendelea kutuelezea kwa kina yale ambayo yanatufanyika huku ama yale ambayo yanatokana kutoka kwa ufugaji wa kondoo. Sasa vile ambavyo nimekuangalia naona vile pia wewe hii imetengenezwa kwa hii. Imetoka kwa hizi. Lakini sasa tungependa utuonyeshe hizi uzi zinatengenezwa kivipi? Sasa tumetoka kwa kondoo. Sasa imenyolewa. Vile tu tumechelewa mmepata kama tumenyoa. Ni kweli. Tukitaka tuwaonyeshe venye inanyolewa. Lakini wakati mwingine next time tutawaonyesha. Ndio. Manyoya ikitoka hapa tunakuja kwa huyu mwanadada. Ndio. Ni mwana youth. Huyu mwanadada atawaonyesha venye tunachanua. Hizi ni vichana viwili. Vichana ni viwili. Vile tu tunachanuanga nywele. Akitoa hivi, hii inasaidia kutoa uchafu, vumbi. Sasa manyoya inabaki ikiwa safi. Tuone tu mwisho atamalizia uone usafi wa ile manyoya. Nana she's doing what is called combing. Mami sasa. Poa sana. Naona uko kazi kabisa. Labda tuambie hii ni nini unafanya na ulifanyaje ukajua kufanya kuchanua hii? Hii inaitwa combing. Natoa uchafu na naifanya ikuwe smooth ndio tuweze kutengeneza uzi. Nilifunzwa na mama yetu. Kwa heshima tunamuita mama. Yeye ndo alitufunza.
ndio tuweze sasa kumsaidia akiendelea venye anaendelea tu, unajua pia anaendelea tu akipitisha umri, ndio pia tuchukue hii biashara. Kwa faida ya mtazamaji wetu, unaonekana wewe ni mtoto mdogo sana ama youth, you are a youth, but umejiingiza katika kujua haya mambo ya sheep farming, na vile vile umeanza kuona kuna uzuri wake at the end of it all. Unaweza ukaadvise nini vijana pale nje? Kitu naweza waambia, huku nje si ati hakuna kazi. Kazi ni unaweza jitafutia kazi, unaweza pia jiwekea kazi. Pia kazi ya mkono ni kazi. Unaweza fanya kitu yoyote, bora tu kuwe na tamanio ya kufanya hiyo kazi, ndo utaweza tu mwisho. Asante sana, na ningependa uendelee tuone vile ambavyo inachanwa, kumaanisha hii ndio end products yake. Product yenye imemaliziwa kuchanuliwa. Tukitoka kwake sasa tunaenda kwa yule mwanadada. Ni kweli nimeona haina ule uchafu niliona pale mwanzo. Unaona pale. Kazi nzuri sasa sana. Sasa imekuwa safi. Tunakuja sasa kwa huyu mwanadada na yeye. Yeye ako na electrical spinner. Sasa kwake nataka waonyeshe vyenye ana spin ndio tupate sasa ile uzi. Kule ilikuwa ni manyoya. Kule ilikuwa ni manyoya. Kuona ukispin. Hii inatumia stima, ni wewe unaicontrol na mkono yako. Ukitaka ikuwe nyembamba, ni wewe unapima ile kiwango cha wool. Hebu weka tuone, ukiweka unashikanisha vipi mpaka inakuwa. Hebu tueleze, unaendelea kuishikanisha? Unaendelea kuishikanisha vile umeona, nimeishikanisha, inajishikanisha yenyewe. Alafu unatumia the switch kuiconnect, manake hii tunatumia na stima. Unaendelea kuicontrol hivi. Unaicontrol, ni wewe unaicontrol. Ukitaka nyembamba, ukitaka pana, ni kazi ni wewe uko in control hapa. Kuna labda nikuulize Mwangi, kuna mafuta huwa yale manyoya yanaoshwa ndio yanatengenezwa uzi ama haiendi kwa maji? Haiendi kwa maji. Ni hivyo na mafuta yake. Kwa hiyo mafuta hiyo. Lakini hiyo ndio itafanya inaleta tofauti ya matiu na je imeudwa kitoboi na metameta. Hiyo ni mafuta na uzito. Kama vile tutafika kwa hizi products. Baada ya kutoka kwa huyu mrembo. Akimaliza kutengeneza the spins, tunapata kitu inaitwa iron. Iron ni kama hii. Sasa ikiwa hii, sasa kwa ile kitu tunasema kuna taste of colors. Taste and preferences. Kuna mtu angetaka iwe color green, red, what blah blah. So baada ya hii yani kutoka hivi, inene inafanywa kitu inaitwa tie and dye. You dye what you want. Sasa ndio utapata any product you can get this iron like this now. Hii unaweza tumia kwa kutengeneza vitu kama hair scarves. Ama mat kama hii. Unaona mat kama hii. Mat mzuri sana na ni mzito. Ni mzito. And again is very warm. Unaona wakati sasa tunasema wakati baridi imezidi. Ukiweka kwa nyumba na kanyanga hata kama umetoa viatu uko sawa. Mwili hawezi kaingia nini baridi kwa mwili. Ndio. So tunatengeneza hiyo. Tunatengeneza pia hii mat. Kuna hii scarf. Yani tuseme hivi, nikiwa na hii uzi nitatengeneza sweta, nitatengeneza headscarf, nitatengeneza hii ingine ya kuweka kwa shingo ya wazee. Yes, you can make anything that you need. Know that you have the whatever. The yarn. So what we are saying, it is not in vain watu kulisha ile kondoo. Ni kweli. Iko na faida mingi sana. Mingi zaidi. Hata hatujaongea mambo ya mbolea. Tumeongea tu kwa ile kitu ambao unatoa. Na mnyama bado anabaki akiwa wako. Sababu utanyoa mara mbili na yule mnyama bado wako wapi? Ako pale. Kwa hivyo ni faida. Wakulima wasiseme kama saa hii tuseme wakulima wetu wa Kisii. I know within the next 1 month they will start rejoicing mambo ya bonus. But it will come and go. Tunataka wakule bonus na wawe wako na kitu kingine wanafanya kwa. Yes. Na vile tukiangalia wakulima wengi wa chai, majani chai. Huwa wakichuna majani chai yao asubuhi, wapo na siku nzima ambayo iko free. Wanaweza wakafuga hawa kondoo, ni kondoo ambao ulisikia si kondoo unaenda kusumbuka, wanajilisha tu pale ambapo watajilisha tu
Wewe kazi yako tu ni uwapeti pahali ambapo wanalala pakuwe pasafi zaidi vile ambavyo tuliambiwa na mwenzetu, na wale kondoo vile vile walishwe vizuri. End product yake utafurahikia. Kwa nini? Utapata mbolea, utawekea hata hayo majani chai. Utapata nini? Nyama. Yes. Utapata wool. Yes. Zote kwa pamoja. Kwa hivyo ni profit double. Yes, double ni kweli. Na nitataka niseme hivi. Kwa wakulima wenzetu ambao wako kule Kisii na mahali ingine Kenya hii mzima. Kama venye nitagulia kusema ya kwamba hii ni shamba ya serikali. Our clients are the farmers. Yes. They are free kututembelea kule Moro. Tutasoma mengi kwa shamba, wakiona wanyama tofauti, wakiona venye boma zimejengwa, na ni mzuri niseme ya kwamba serikali hailipishi. Masomo ni bure. Kwa hivyo karibuni nyinyi wote wakulima kutoka hiyo area yote ya Kisii wakuja wasome na wajue mengi kuhusu hii kilimo ya kondoo. Basi kwa mkulima, kabla tumalize, ningependa kukutaarifu wewe mtazamaji wetu kwamba vile ambavyo umesikia afisi zao za kiserikali ziko pale Molo, na unaweza ukaungana nao ukajifunza mengi, ukajua jinsi ambavyo unaweza ukafuga hawa kondoo. Kondoo wana umuhimu mwingi vile ambavyo ametuelezea. Igobo nasoma chumo ligereria buna nango gotebia nigo chingondi chile singia kigima nando nyugo teto tugi chingondi chile singia chingondi chibwata mabe chingondi chibwate lisanguligia chingondi chibwate nyamengia nigo okwenda ase obisia buchega serikali ali Moro bagosemi mboso nyagoteto gotuga nando gore ngondi ko rworobo igo onyara ko bagoko yegacha igo bono asomwa chumo ligereria gendera gusanga amo 92 nando nyara ko bagot kwanira amange go chaga iganya ko wati bol ndionsi nabo okonyara ko bagoko tetebia kende yonsi igo bono otamengo gotebia nga naro bero ngo gotebia nga ewuri yani ngalisangulia yenga gosama lyonyaye aye na rama ya no chimna ko chibitambe bia tima thinki orengereti utaratuka chingondi echu ntatu chukura na noyo mintoka ikansi taika atutebie engana ya hiyo mwelio kwa taarifa ya kwa faida ya mtazamaji wetu ningependa a word of advice moja tukimalizia kwa wakulima. Nimesema hivi, sio mzuri tubebe mayai yetu na kikapu moja, tusikalie kwa majani chai tukasahau kuna jambo lingine tunaweza fanya tukatuletea faida. Ni kweli. Kilimo ya kondoo ni manufaa kwa mkulima. Ningeomba hata wale wenzetu na watoto wetu wana Gen Z tuingilie ile kilimo na tutaenjoy. Asanteni sana. Kuna mkulima ambaye ameuliza hapa, anauliza hawa kondoo wanaweza pia kufugwa kwa ajili ya maziwa? Kawaida kwa hii Kenya hii hatuna kondoo wa maziwa, tuna nini? Tuna kondoo wa maziwa. Yes. Kondoo wako ni wa wool na nyama. Yes. Umesikia? Mwenzetu ambaye umeutuuliza Victor, ningependa kukuambia kwamba vile ambavyo mwenzangu amesema, kondoo hawa ni kwa ajili ya nyama na vile vile kupata wool. Kwa youths ambao wanategemea lazima waajiriwe, unaweza ukawahimiza vipi? Nitawaambia kwamba atahitaji kondoo mbili, kike na kiume, aanze mradi. Mwishowe hatahitaji kuajiriwa na yeyote. Ni kweli. Yes. Asante sana kwa ajili ya hayo mafunzo. Yes. Nimeshukuru sana kwa siku ya leo na tumeshukuru sana, na siku nyingine tutawatembelea Molo Farm ambapo mtatueleza zaidi ama kwa kina kwa ubaga yale ambayo yanatendeka pale. Asante sana. Karibuni sana. God bless you. Asante. Thank you very much. Basi kwa somachwa omorigereria nara yitwaberete gusangano yo mito mwangi oyokorwa ase farm ya Molo enga kibago tukachingondi asengezo yokonyora lisa ama gose yokonyora malio nyaye asengezo yokorosia ebintu ebinge ebya unebiga origereti koboko kwane ebine bintu bya biri bikoro isigwa ne kwerende yo ne ngondi unorigereti ga kaki engiye boli ukorarira ko ibuya igo bintu bunebi nabyo ukonyora gaye ebintu bunebi nabyo okonyora gakero gwaro twatwire chingondi ciawo igo bono nkomanyenga Ndizi TV nabwo obwansu bwo mugusi nabo bwanteretere no bobogani Camel Park the pride of Kisii eligo koretera amangana bunaya iga igo bono gendera gotosemia na gotobanya amange gwetera aso gotoma jumbe chino iboli nelio sinabo tokubaina le kuruga iga kiegera gaigale